Yes, here we go. Posta ambayo unaiona ndio posta ambayo utakwenda kuidesign katika siku nzima hii leo. Designer ameweza kutumia software ya Adobe Photoshop kuweza kudesign posta nzuri kama hii. The GOAT akiashiria Cristiano Ronaldo. Kwa hiyo karibu kwenda kudesign posta kama hii. Jina langu ni Nasibu Khan, kama ndo kwanza unaanza kujiunga nami. Karibu kabisa, amini kuwa utakwenda kufahamu kile ambacho kimeweza kufanyika. Kwa hiyo mimi nitazima kisha nitakwenda kuanza kudesign moja kwa moja posta kama hii. Kwa utakuja hapa, utachukua namba 7, utaiandika hapa. Utaandika tu namba 7. Kisha andika namba 7 kama hivi. Inategemea sasa na aina ya fonti ambayo wewe utatumia. Baada ya kuandika hapo, utaikuza ile namba 7. Utaikuza kwa ukubwa ambao unahisi unatosheleza katika ile kazi yako ambayo wewe unataka kuifanya. Kwa mfano hapa tumeandika namba 7 hii hapa. Kwa hiyo nitakuwa naiongeza ukubwa kwa kadri ya kile ambacho nahisi inatosha. Kwa hiyo nitaandika namba 7. Andika namba 7 kama hivyo. Unaweza kutumia fonti nyingine ukiona kama hii haijaendana na ile ambayo ameweza kutumia yeye. Kwa hiyo mimi naona hata kama hii haijaendana, lakini nina uwezo wa kuitumia hii fonti na nikapata kazi nzuri. Ila pia unaweza ukabadilisha ukaangalia fonti gani ambayo itaendana. Utajaribu fonti labda ya Roboto kuona kama itaendana na kile ambacho ameweza kukifanya. Unaweza kutumia labda fonti hiyo hapo ya Roboto. Nadhani tuondoke na fonti ya Roboto. Kwa hiyo taandika hapa namba 7 kwa ukubwa kama huu ambao unaona. Nikishaandika nitaiweka hapa. Sawa? Tarudi kidogo kule kuona kile ambacho ameweza kukifanya. Nadhani umeona ambacho ameweza kukifanya. Sawa? Kwa sisi tutaendelea. Okay, kwa nitaandika namba 7 kama hivyo. Nikishaandika tayari namba 7, nitakachokifanya nitatafuta picha ya mchezaji yoyote yule. Kisha nitakwenda kuiclip mask katika ile namba 7 ambayo iko pale. Nikisha clip mask, basi nitaendelea na kile ambacho kimeweza kufanyika. Baada ya kufanya hivi, utakuza kidogo tena namba 7 ile utaikuza mpaka hapa panatosha. Utaweka hapa. Unaweza kupunguza kidogo. Ukishaweka hapa, utaminya enter katika keyboard kuruhusu kile ambacho umekifanya kwamba ni sawa. Then utakuja file ili kuja kuplace picha. Then utasema place embedded. Utajaribu kuplace embedded, utaangalia wapi una picha zako. Kwa utatumia picha ya mchezaji yoyote yule ambaye wewe unataka aweze kuwepo katika hiyo picha. Kwa mfano, naweza nikatumia labda picha ya Clatous Chota Chama akiwa Yanga. Kwa nitaichukua picha hiyo ya Clatous Chota Chama. Nitakuja pale nitaiplace. Picha ndio hii hapa. Ukishaipachika picha kama hivyo, nyuma yake iko ile namba 7, then picha iko juu. Kwa nita right click ile picha, then nita convert to smart object. Kwa nita convert picha ile, nitaipeleka katika smart object. Kisha ipeleka katika smart object, then nita clip mask. Kwa clip mask unaweza uka right click, yani kwamba unasema hii picha ikae iingie katika ile namba 7 ambayo nimeiandika. Kwa picha yako inakuwa juu. Kwa hiyo unaweza uka clip mask kwa ku right click, then ukaja sehemu ambayo imeandikwa clip mask. Kwa hiyo kuna njia hiyo ya kwanza, uta right click, then utakuja sehemu ambayo imeandikwa clip mask. Uta clip mask. Sawa? Utakuwa umeclip mask kama hivyo. Kwa hiyo picha inaonekana imeingia pale, lakini unaweza ukaiweka hivi ili ipate kuonekana. Utaisogeza kidogo na Ctrl Z. Njia nyingine ya kuclip mask kitu, unaweza ukaminya alt katika keyboard, then utasogeza mouse yako ama kasa yako pembeni kabisa huko katika ile layer ya juu. Wakati umeshika alt, utaona alama hii ambayo inatokea. Ukiona alama hii ujue ni kuclip mask. Kwa hiyo kama utaminya hapo, basi utakuwa umeweza kuclip mask ile picha, then utaisogeza, utaiweka pale vizuri kabisa. Sawa? Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo mtaalamu ameweza kufanya. Kwa hiyo tutaendelea kuweza kuona kile ambacho kimefanyika zaidi. Baada ya kufanya hivyo, akatafuta picha nyingine. Tutawasha kidogo kuona. Tutawasha kuona kile ambacho kimefanyika. Umeona? Baada ya kufanya hivyo, akaja akaweka picha juu. Kwa hiyo na sisi tutakuja kutafuta picha nyingine ambayo tutaipachika pale juu. Sawa? Kwa tutakuja kutafuta picha. Utakuja tena file, utasema tena place embedded.
Ukishasema place embedded, utatafuta picha ya Chama akiwa labda anakimbia au akiwa anacheza mpira au akiwa, yani in short yawe katika movement, ili uweze kuendana na kile ambacho kimeweza kufanywa pale ama kimeweza kutengenezwa. Kwa hiyo picha zipo nyingi, utadownload tu. Mimi nimedownload chache hapa ambazo tunaweza tukazitumia katika nyakati, lakini pia naweza nikatumia ile ile ama nikatumia nyingine, inategemea sasa. Kwa nita place picha hii hapa. Nikisha i-place picha hii, nitakuja hapa nita right click, nita convert kuipeleka katika smart object, yani ili isipoteze quality. Then baada ya hapo nitachukua selection tool, nataka nitoe background, nitakuja hapa nitasema subject, nimekuja select, then nikasema subject, itaload kile ambacho mimi nakitaka. Kwa nitasubiri ikiwa ina load, itaload kama hivyo, then itamaliza. Sasa ikishamaliza, nitakachokifanya mimi nitachukua hapa quick selection tool, then nikishachukua quick selection tool nitahakikisha hapa pembeni nitaongeza size. Nitaongeza size ya brush ile ya quick selection tool, then nitachukua hii minus, sawa? Ni selection tool ambayo inaitwa subtract from selection. Kwa nitatoa hii selection ambayo siitaki hapa. Nitaitoa hii selection ambayo siitaki. Sawa? Nikishaitoa hiyo selection ambayo mimi sihitaji, then hii ambayo ninaitaka nitaiclip mask. Ulichokiselect ndicho kitakachobaki, ambacho hujakiselect kitaondoka. Kwa hiyo nitaminya pale. Baada ya hapo nitakuwa nimepata picha ambayo haina background na ni real Clatous Chota Chama. Kwa nita right click, then nitasema convert to smart object. Nikisha convert to smart object, nitaisogeza kidogo, ama wanasema nitaikuza ili iweze kukaa katika eneo hili. Sawa? Nitaikuza kama hivi kidogo. Hadi hapa panatosha. Safi kabisa. Baada ya hapo mimi nitaanza kuendelea na kutengeneza background nyingine. Sasa nitazima hizi zote ili tuweze kuona kile ambacho yeye amekifanya. Unaona? Amefanya hivyo, sawa? Picha ile pale, then ameandika jina, chini akaweka background. Kwa hiyo vyote tutakuja kuvifanya. Kwa tunaendelea sasa. Tazima sasa hii ambayo na tena nitaandika jina hapa. Kwa hiyo nitaisogeza kidogo mpaka upande huu. Kisha isogeza mpaka upande huu, mimi nitakuja hapa nitaanza kuandika jina hapa. Kwa nitaandika jina likiwa linaelekea vertical. Kwa ukija hapa katika hii text utaminya right click, utakandamiza, then utachukua vertical text. Ukichukua vertical text utaanza kuandika hapo. Sasa punguza font, ukubwa wa font ni mkubwa sana. Utapunguza kidogo. Utapunguza kadri ya vile ambavyo unataka. Sawa? Kwa mimi nitaandika tu labda hapo Chama. Sawa? Nitaandika kama hivyo. Nikishaandika kama hivyo jina la Chama, nitaendelea kufuata taratibu ambazo zimeweza kutumika pale ili kuweza kupamba hichi kitu. Baada ya hapa, hili jina sasa, baada ya kuwa tayari nishaliandika, tajaribu kulisogeza juu hapa. Tachukua move tool, tasogeza juu. Nimeandika tu Chama. Lakini nikitazama typography haijakaa sawa. Nitakuja character, then nitaweza kuiweka vizuri hayo maandiko yangu. Taweka vizuri. Taweka 100 hapa. Kwa hiyo Chama itakuwa imekaa pale. Then inaweza nikaipindua, nikaja hapa edit, kuja edit, lengo langu ni ipindue, then nitakuja transform, tutasema flip vertical. Kwa nitakuwa nimeiflip vertical kama hivi. Kwa hiyo itakuwa inasomeka Chama. Sawa? Lakini tuna uwezo tu wa kurudi pale pale tukaiweka tu sawa, transform, tukasema labda ikae vile vile flip vertical, itakaa hivi. Kwa kama utahitaji kuigeuza basi utairotate kama hivi. Utairotate text. Utairotate kama hivi, itakuwa imekaa katika mtindo huu. Lakini mimi nataka niweke hivi. Kwa tutaisimamisha, then nitaipunguza ukubwa. Naweza kuipunguza ukubwa kama hivi. Chama. Sawa, tutaisogeza kidogo hapa. Safi. Itakuwa umeandika kama hivyo Chama. Tutaisogeza hapa. Kisha isogeza hapa, unaweza kuikuza kidogo, lakini hapana, tuipunguze mpaka hapa. Kwa tutaipunguza. Na nina hakika hili neno hakuliandika kupitia vertical text kama ambavyo limekaa. Kwa hiyo unaweza ukadelete, tudelete hili neno. Tutadelete,
then tuandike kwa kupitia text za kawaida, horizontal text, tuandike chama, utanielewa? Tuandika hapo labda chama kama hivi. Then yeye alichokifanya akalipindua lile neno. Na ndio maana wakati najaribu kulifanya flip vertical kawa linakataa. Kwa hiyo alichokifanya ni hichi. Sawa? Chama. Akaweka hapa taratibu. Kwa tunaenda taratibu ili tupate kuelewana, sababu sio wote ambao wako pro kama wengine. Kwa hiyo lazima tuende kwa spidi hii ndogo ili watu wote waweze kuwa familia. Na hizi tips nimezianzisha rasmi kwa ajili ya kuja kusaidiana na watu mbalimbali ama vijana mbalimbali ambao wanatamani kuwa graphic designer, hususan katika kitengo cha football. Kwa sasa hivi timu mbalimbali zimekuwa zikihitaji sana watu. Lakini pia tutasogeza hapa. Hii picha unaweza ukaisogeza kidogo hapa. Ukaisogeza hapa ikae. Then hii namba 7. Namba 7 hii una uwezo wa kuisogeza kidogo. Ukaisogeza kidogo namba 7. Utaisogeza kidogo upande huu hapa. Unaweza ukaisogeza mpaka hapo. Sawa? Utaisogeza kidogo. Then baada ya hapo utakuja utachukua hii picha utaisogeza na yenyewe. Kwa itakuwa imekaa katika eneo hilo. Utaisogeza tena kidogo picha kama unaona haijakaa sawa. Utajaribu kuisogeza hapo. Then ambacho kitafuatia utaisogeza hii picha ya chama katika eneo hili. Baada ya hapo utachukua hii text. Utaichukua utaiweka hapa. Kuna kitu tutakiweka sawa hapa katika hii namba 7. Baada ya hapo utakuja katika ile namba 7 utaipiga clip mask. Kisha ipiga clip mask namba 7 utachukua gradient tool utakuwa unaichora hivi. Sawa? Kwa unaipoteza. Unachora hivi. Lengo langu ni ili kuipoteza ile namba 7. Utakuwa umeipoteza kama hivyo. Ukiwa ishapotea kama hivyo utaselect text yako utaisogeza kidogo juu. Unaweza pia kuipunguza kidogo. Tutatumia arrow button katika keyboard kuweza kuirejesha chini. Namba 7 imesogea sana upande huu, lakini sio shaka kwa sababu tayari tumeshaanza kufanikisha kile ambacho pengine tulikuwa tunakihitaji. Baada ya hapa ambacho unakifanya sasa utakuja kuweka background. Kwa hiyo inategemea unaweka background gani. Unaweza ukaja Google hapa. Google kaingilika katika website moja ambayo inafahamika kama Pinterest, utaandika labda texture background, texture background. Ukaandika labda texture BG. Ukiandika tu texture background zitakuja. Kwa wewe utajaribu kudownload aina ya background ambayo unaitaka. Kwa utasubiri kidogo ifunguke, wakati huo muunganisha na internet ili kuweza kudownload aina ya background yoyote ile ambayo unaitaka. Kwa mfano, nimetazama aina ya background ambayo yameitumia imekaa katika mtindo wa gradient fulani hivi. Kwa utachukua labda hii, utaiklik. Ukiklik then zitakuja nyingi zaidi. Kwa wewe utaangalia ipi ambayo ameitumia. Sawa? Kwa nitachukua hii, nitasema copy, nitaicopy then nitarudi katika Photoshop, nitaipaste ile background ambayo nimeichukua kule, nitaipaste hii hapa then nitaishusha chini hapa. Kwa nikisha ishusha chini nita control, nitaminya alt, nitakuwa nakuza. Control Z, hakikisha umeselect ile background unataka kuikuza, then utaminya alt utashusha chini kama hivi. Kwa itakuwa imekaa katika mtindo mzuri kabisa. Baada ya kufanya hivyo utaangalia tena nini ambacho kingine kimeweza kufanyika. Ukitazama ambacho kimeweza kufanyika chingine ni kwamba namba 7 tu imekuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo tutasogeza then tunaweza tukaipunguza ile namba 7 ule ukubwa ambao iko nao ili mradi iweze kuendana na kile ambacho sisi tunakitaka. Kwa hiyo ukitazama tayari hapo poster imeanza kupendeza. Kwa hiyo wengine ambacho wanakifanya wanaangalia kitu gani ambacho wakifanya. Sasa ukimtazama Chama anatakiwa awe na black and white color. Atafanyaje ili awe na black and white color? Utaiselect ile layer ya Chama ambayo umeiweka juu ile pale. Ukisha iselect then utakuja hapa katika image. Ukija katika image kuna sehemu moja ambayo inaitwa adjustment. Utaklik pale kwenye adjustment then utakuja sehemu moja inaitwa black and white.
Kwa utaipiga black and white picha ya yule mchezaji ambaye ni Real Clatous Chota Chama. Kwa hiyo ipo katika default. Kwa unaweza ukaangalia unataka ipi. Kuna blue, utakuja hapa kuna daka. Kwa ni wewe mwenyewe utaangalia kitu gani ambacho unakitaka. Lakini zote ni black and white. Kuna maximum black zipo, lakini mimi nakushauri tutumie hii hapa daka kutokana na aina ya kazi yetu. Lakini pia unaweza ukatumia hii ambayo ni green filter ambayo itaonekana katika mtindo wote. Nasema okay. Baada ya hapo tutakwenda sasa kutafuta aina ya background ambayo pengine itaendana na hichi ambacho sisi tumekitaka kukifanya. Ila nakushauri ya maandishi ili ipendeze zaidi ni vyema yakawa maandishi ambayo yapo katika rangi nyeusi. Sawa? Then tutaminya enter. Maandishi yatakuwa yamekaa katika mtindo mzuri kabisa. Maandishi yale pale. Lakini ukiyatazama maandishi chini yake yana stroke. Kwa ambacho tutakifanya tutaduplicate hili neno chama ili mradi tuweze kupata effect ya stroke. Kuduplicate unaweza uka right click then ukasema duplicate, utakuwa umeduplicate lile jina la chama then utairudisha chini. Wakati unairudisha chini ile layer, control Z kidogo. Kabla hujairudisha chini, njoo ile layer ya chini ama lile neno la chini la chama. Unaona hapa tukizima chama inaondoka zote. Tukiwasha hapa inarudi moja. Maana hapa nina maneno mawili ya chama. Sasa ambacho nataka nikifanye, lile neno la chini nitakuja kuliweka stroke. Nitaliwekaje stroke? Nitakuja hapa katika FFX. Nikija katika FFX nitaliweka stroke. Lakini kabla niliweke stroke nitaliselect lile neno. Kisha liselect lile neno nitakuja hapa nitasema liwe screen. Sawa, naweza ukaliweka screen. Yani maana yake lisionekane lile neno. Neno lile pale nimelipiga effect ya screen. Then baadaye nakuja nalipiga effect ya stroke. Napiga effect ya stroke ya rangi yoyote ile ambayo naitaka, labda nyeusi kama hivyo. Kwa nikishafanya kama hivi then nakuja nawasha lile la juu. Utaona sasa maneno yako yakiwa yanapishana. Moja itakuwa na stroke, moja itakuwa haina stroke. Alafu unavuta kidogo kama hivyo kupitia arrow button katika keyboard. Kwa ukija kutazama lile neno chama linakuwa katika mithili ya 3D, na hivyo ndivyo ambavyo wanatumia hizi effect. Na moja ya fonti kubwa ambayo inatumika kufanya effect hii inaitwa Bebas News. Ni moja ya fonti nzuri sana, ila mimi nimetumia Montserrat font. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo watu wanafanya kazi zao. Lakini ukitazama katika posta yake chini alituonyesha kama kuna kivuli, kuonyesha mchezaji kuna kitu ambacho ameweza kukikanyaga. Kwa hiyo na sisi tutakuja kukitengeneza hicho kivuli. Kwa hiyo utakuja hapa, utachukua ellipse tool then utachora kulingana na ule mguu wa mchezaji ulivyo. Sasa watu wengi katika kuchora hii imekuwa ni changamoto kwa sababu kuna kitu hawajui kukiseti, ama labda hawajajua namna ya kukiseti, ama labda wanajua lakini labda wamegafilika. Sasa ambacho utakifanya, utaselect ile ellipse tool then utakuja hapa. Ukija hapa utaona ipo hapa shape lakini ipo path. Hakikisha umeweka shape, na wakati huo umehakikisha kuwa umeweka shape. Kama unataka uchore kitu ambacho ni mithili ya kivuli ambacho unashauriwa kukifanya, utakuja hapa utachukua ellipse. Ukishachukua ellipse tu ambayo unaiona hapo, utahakikisha ipo katika shape. Kama ipo katika shape, basi hapa utakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kuchora kile kivuli. Kwa utachora hivi bila kushika shift. Kwa utachora kama ambaye una distort lile umbo. Ukishachora kama hivyo then utachukua move tool. Utachukua move tool utaweka. Kivuli huwa kinakuaga pembeni. Kwa utaweka hivi, utahakikisha unamfuata mchezaji alipo huyo chama then utashusha kile. Lakini kivuli kinakuaga na sifa nyeusi, kwa utabidi uweke kivuli chenye rangi nyeusi. Sasa ukitazama hapo kinakera kwa sababu haujakifanyia effect ya aina yoyote ile. Kwa hiyo ili kuweza kusolve hilo tatizo inabidi ufuate protocol hizi ambazo zinafuatia hapa. Kuna kipengele kimoja kinaitwa properties. Properties ni sifa. Kwa hiyo kivuli tukipe sifa ya kivuli lazima kiwe na yani kitawanyike. Kinatawanyikaje? Wengine wanasema feather, kama manyoya fulani. Kwa utakuja katika sehemu ya window then utatafuta neno ambalo linaitwa properties. Utalitafuta. Kisha liona utaliklik. Itakuonyesha kuwa hili neno lipo lakini limezibwa hapa. Kwa hiyo utaliklik lile neno properties. Ukishaona umelikliki, utasogeza labda hizi layer chini hapa. Utalifuata neno properties, utashika pale kwenye shape properties. Hii tulioichora ni shape. Sasa nataka niipe sifa ya kivuli hii shape. Kwa hiyo nitaklik pale kwenye mask,
then kuna option mbili zitatokea. Option ya kwanza ni density, lakini sehemu ya pili ni feather. Kwa mimi nitadili hapa na feather. Unaweza ukadili pia na density kuona nini ambacho utapata. Lakini wakati unadili na density inaharibu kabisa ile poster nzima. Yani inaitoa rangi ile poster nzima. Sawa? Kwa sometimes pia wanatumia kufanya effect hapa katika ile eneo. Wanaweza wakatumia kufanya effect mbalimbali katika eneo la density. Lakini kwa mimi sitaki kulitumia, nataka nitumie feather. Kwa hiyo nita click feather. Ukitazama kivuli changu utakiona kikiwa kinatawanyika taratibu. Kwa hiyo utasogeza kidogo kama hivi, kisiwe kikali sana. Okay. Baada ya kumaliza hapo, utaminya pembeni, utaona kivuli kimetokea, lakini bado hakijakaa vizuri. Minya shift, unaweza ukavuta hivi kidogo kuweza kukitawanya. Ukiona pia bado, utaklik tena pale kwenye maski. Wakati huo umechukua move tool, utaklik tena kwenye maski, then utajaribu kuongeza kidogo. Utajaribu kupunguza kidogo ili kisingae sana. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo watu wanakuwa wanafanya. Unaweza usikione kwa uzuri kwa sababu bado hapo tujafanya color blending, lakini tukiwa tunafanya color blending nadhani utanielewa. Hapo nimeminya control plus, utaminya H katika keyboard kupata mkono kama huu ili kusaidia kuweza kusogeza. Then utachukua H kivuli, utaminya hapa, utaminya alt katika keyboard, kasa mbili zikitokea maana yake nakwambia unataka ukopi kile kivuli. Kwa utavuta hivi, utakuwa umekopi kivuli, then utasogeza kivuli kile, utakileta pale kwenye ule mpira. Then utakopi tena, utasogeza pembeni kidogo. Kutakuwepo kuna weusi fulani ambao upo. Control minus katika keyboard ili kuweza kuona kile ambacho umekifanya. Sasa twende tukafanye color blending ama twende tukaongeze aina nyingine ya background katika hii poster yetu. Kwa hiyo mimi nitakuja tena katika Google hapa Pinterest, nitaandika labda rounded gradient, rounded texture BG, texture background. Nitaandika kama hivyo, then nitangoja zione ambazo zinatokea. Zitatokea kama hizi. Natafuta asili ya kile ambacho amekitumia, sijakipata, lakini sio shida wala sio kwamba kazi yetu haitaenda vizuri. Itaenda vizuri tu, lakini pengine tutakuwa tumekosa kitu. Sasa tunaweza tukatumia kitu kingine tofauti na kile ambacho amekitumia yeye. Tunaweza tukachukua hii hapa, nikaichukua then nikaikopi na nikaitumia kabisa hapa katika poster yangu na ikapendeza kabisa kabisa. Nadhani idea utakuwa umeipata. Sasa sogeze kidogo hivi. Unaweza kaminya H kupata mkono. H maana yake ni hand. Then baadaye utakuja hapa, uta control V katika keyboard, utakuwa umeikopi ile background. Hakikisha background ambayo umeikopi inakuwa chini. Baada ya kuwa chini, then utaifuata ile background, utaikuza minya alt, lakini kabla ikuze iconvert kuipeleka smart object ili isipoteze quality. Kwa utaikuza kidogo, utaikuza background ile, utaikuza utaikuza kama hivi, itakuwa imekaa pale background yako. Then sasa ambacho unakwenda kukifanya, unaweza ukaja hapa katika hizi effect, ukawa unajaribu kugusa effect moja hapo ya ile background pale. Unaweza ukajaribu kuweka labda overlay, utajaribu kuweka labda unaweza ukaweka normal kama itakuwa imekataa, lakini pia unaweza ukapiga hapa, sogeza kidogo layer zako, ukapiga hapa layer mask. Hakikisha unachukua move tool, ukapiga layer mask, tena ukachukua gradient tool, ukafuta ile background kutoka kule juu. Unaweza ukafuta kama hivi, utafuta kama hivi mpaka kufika eneo hili hapa, then utapandisha kidogo. Kuna uhalisia ambao unaupata katika ile kazi yako. Baada ya kufanya hivyo, unaweza ku right click kidogo, ama ukaje hapa then ukasema filter, ukaweka noise kidogo, chenga zile katika ile background. Utaongeza chenga kidogo, utaweka hata 10 hapa ili iwe imependeza zaidi. Unaweza ukaweka 18 au ukaona 18 ukaweka 10 kamili, nadhani itapendeza. Ni chenga tu fulani ambazo tunaziweka katika background. Kwa kiuhalisia ukitazama poster yako inaanza kuwa marvelous and fantastic, lakini ukikumbuka process ambazo tumezipitia, ni process zile tu ndogo za kuweza kudesign ndizo ambazo tumezipitia. Utasogeza kidogo hapa. Ukitazama sasa kivuli sasa hivi unakiona na kinavutia, unasema kweli Chama alikanyaga katika hili eneo na kweli kivuli kikaonekana. Sawa? Kwa sasa hivi ukitazama unaona yes, kweli Mwamba wa Lusaka
aligusa kweli katika hilo eneo. Nadhani unaona vizuri kama hivi. Hivyo ndivyo vitu ambavyo vinavutia. Naweza nikasema kwa namna moja ama nyingine poster ambayo tuliiona tumeweza kuikamilisha, isipokuwa kama kuna maeneo ambayo tunahitajika tufanye color blending, basi tunaweza tukafanya color blending kwa kufanya hivi. Naweza kuja hapa tukaklik layer ya juu kabisa, then tukaminya alt shift control, then tukaminya herufi E katika keyboard ili kuweza kuicopy poster nzima. Then tukishaicopy tuna uwezo wa kuja filter hapa, tukasema camera raw filter. Utaklik hapa. Moja ya artificial intelligence ya Photoshop ni camera raw filter na ile remove ya background kupitia automatic ile AI. Kwa unaweza ukacheza na hapa. Exposure ni mwanga. Kwa watu ambao wamesoma kamera wanajua aperture, ISO, zile ni exposure. Kwa utasogeza kidogo exposure. Unaweza kusogeza kidogo exposure. Contrast ni weusi ule, weusi na mng'ao ule. Utasogeza kidogo contrast. Highlight utazinyanyua kidogo, vivuli utavipunguza. Unaweza kuongeza kidogo. Whiteness unaweza ukaziongeza kidogo. Then utaamua sasa poster yako ionekane imetengenezwa kipindi cha baridi au kipindi cha jua. Ndio maana ya temperature. Umeona hapo inaonekana ya blue kabisa. Lakini mimi nataka ionekane labda imetengenezwa katika kipindi cha joto, kwa nitasogeza kidogo hivi. Then nitakuja nitaongeza saturation. Jinsi gani rangi ziweze kusaturate na vibrance. Vibrance huwa zinanyanyua rangi nyekundu. Kama unataka uone vibrance inavyofanya, nikiongeza vibrance kwenye rangi nyekundu huwa kuna nyanyuka zaidi. Sawa, unaona vibrance ina kawaida ya kunyanyua rangi nyekundu, na nikipunguza vibrance rangi nyekundu inapungua kabisa. Lakini pia ukitaka kurudisha, kama umegusa umeharibu, na double click inarudi katika hali yake ya kawaida. Unaweza kuongeza texture kidogo hapa. Unaweza kuongeza grain. Grain ni zile chenga chenga. Sawa, too much is harmful until a little is not enough. Vikizidi ni mno, ingawaje vichache havitoshi. Nadhani kwa hapa tuishie katika hiyo effect ambayo tumeweza kuiweka. Tuseme okay, then tutangoja itaload. Tutaona kile ambacho tumeweza kukifanya. Sasa hapa ukizima utaona picha ya kwanza ambayo tuli design baada ya color blending. Hiyo ndio poster yetu kwa hivi sasa. Jina langu ni Nasibu Khan. Usiache kutufollow pale YouTube, andika The Safe Hand. Lakini pia yapo mafunzo ya Adobe Photoshop, mafunzo ya Adobe Illustrator, mafunzo ya Adobe Premiere Pro, mafunzo ya Filmora kwa ajili ya ambao wanataka kufanya masuala ya After Effects lakini wanaona After Effects ni ngumu, kwa wanaweza wakatumia Filmora ambao tayari ina template mbalimbali. Tumia 0655251178. Wa ila liqa wa antum bi khairi insha Allah, ma assalam, na Bwana asifiwe pia. Bye bye.